Mwanangu, leo nimekuona uso kwa uso. Waeleze hawa jamaa zangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom kanisa. Kwa kweli mimi nimeteseka miaka mingi, tuko kanisani tunasali. Lakini nilikuwa sijajua kusuka nywele, kuna nili mikorogo ni dhambi. Yaani tumo kanisani, tena tumo wengi kweli. Sasa siku moja mchungaji huyu akatangaza, nikakushika kwenye Radio Karagwe. Nikasikia kwamba kuna mchungaji Robert anakuja Jimkana. Nikasema na mimi leo kwa Jimkana hii lazima niende. Nikawa nimetafuta nauli. Karibia kipindi cha miaka kama 10 hivi tumo humo makanisani. Sasa nilivyokuja Jimkana, sijawahi kukutana na Mungu, ila nilikutana naye Jimkana. Nilikutana naye Jimkana. Mungu wa kweli yuko kishao. Aliongea na mimi. Kwa kweli mtu anayemchukia mchungaji Robert ni mchawi. Ni mchawi kabisa. Yaani mchungaji alitoa somo. Kwa kweli mimi nilipokuwa pale nilikuwa na wanawake wenzangu. Kwa kweli nilitamani ingekuwepo andaki nikajifiche ili haikuwepo. Nilitamani ningeona angalau hata rami nikajipaka uso nikawa mweusi, nikawa na rangi yangu. Tangia siku hiyo nilivichukia, nikaona kwamba watu weusi ni watu wazuri sana. Nikavichukia, na nywele nimenyoa kila kitu. Nikanyoa kila kitu. Na nywele nikahubiriwa nikanyoa. Kwa jina la Yesu. Kwa kweli nimepona kupitia mchungaji Robert, na Mungu ambariki, amzidishie. Mimi ni dhahabu. 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 Asante sana. Sikiliza maneno ya mama huyu. Unayenisikia, unanitazama kwenye mtandao. Sasa siku nyingine tulikuwa Kilioni pale Katoma. Hapo sijajua sasa kusuka ni dhambi na kuweka dawa kichwani ni dhambi. Nikaacha la mkorogo sasa nikaingia kwenye nywele. Hawatufundishi makanisani. Ninasema kila sehemu walipo wachungaji wananisikia. Mimi ni Dativa Jovini kutoka Katoma. Amen. Ngoja kwanza mshushe mtoto awape vidonge wachungaji. Hawatufundishi. Hata kanisa nilipokuwa nasalia, hata mama mchungaji anasuka, naona nywele ni kawaida. Hawatuhubiri neno la Mungu la ukweli. Na hapa wananisikia vizuri, na nitarudi huko ni wahubiri watu kuwa podozi ni dhambi na kusuka ni dhambi. Basi baadaye wakaja, tulikuwa tunakilio pale, bosi wangu alikuwa amefariki, tukamaliza kuzika. Sasa kuna mama mmoja sijui ni kanisa la kule nyumbani. Basi kuna wadada tulienda wote mtoni, maji yakawa yamekatika pale kisimani. Nikawaambia, nyie mnasalia kanisa gani? Nikasema na mimi ni mlokole. Wakasema wewe ni mlokole? Tena hapo tulikuwa jikoni. Akasema wewe ni mlokole? Nikasema ni mlokole. Nikaanza kuwashuhudia, nikasema maombi ya Jimkana kwa kweli nimepona. Nilikuwa sijui mikorogo ni dhambi, maana hii mikorogo nimeanza ikiwa binti sijaolewa. Karibia takriban miaka kama 20 imepita. Najitahidi kuacha hiyo mikorogo inakataa. Najitahidi, hivi nifanyeje?
yani haikubaliki. Basi sasa wale wa kina mama wale sio walikuwa wametoka jimbo gani huko mjini Bukoba mjini, wakasema na hizi nywele inabidi uzinyoe. Nikasema nifanyeje nizinyoe? Nikasema mimi siwezi kunyoa nywele. Akasema hata kusuka, si umeona umeweka dawa, sasa umeacha la mkorogo, Bwana amekuokoa na hivi unabidi uviache. Nikasema siwezi kunyoa nywele zangu. Nikasema mimi nataka neno, maana neno la Mungu ni nyundo, na nikiliona neno naweza nikabadilisha mwenendo wangu wa maisha yangu. Akasema haya, twende mpaka nyumbani, si una Biblia? Nikasema mimi silani nayo. Nikaenda tukachukua Biblia, wakainifunulia. Mungu wangu, nilijiona bado niko choo hapo. Nikasema hivi, sasa kabla mjanipa neno ni sasa hivi sina hela, wajanilipa mshahara wangu, mje mnipe hela nyinyi mimi niende nikanyoe, kwa sababu neno nimelijua. Wakanisomea maandiko hapo. Siku hiyo sikujua kwamba kwanza wazike sijui mfu wao. Siku hiyo nikaenda saluni nikanyoa nywele, nikabadilika hapo. Haya, sikiliza mama anachosema kwa wachungaji wenzangu, watumishi wenzangu, mfundishe kweli kwenye makanisa. Mnapoletewa kondoo kama hawa wanakuja kusikia neno la Bwana, wewe ambao umesimama mbele kama mchungaji au farisayo au sadukayo, tunakutarajia unakuwa na maarifa, waeleze watu maneno ya Mungu ya kweli. Sasa karibu ubinti wake wote mama anaweka mikorogo. Sasa akasikia neno tu mara moja Jimkana, kanyoa nywele, katoa mikorogo, na anawahubiri wachungaji. Anasikitika, anatuhukumu sasa tukiwa bado duniani kwamba wachungaji wamewafundisha watu kweli. Kwa hiyo siku ya mwisho huyu ndio atakaye kuhukumu. Uone nitazama kwenye mtandao, huyu mama atakuhukumu na nisikia kwenye radio. Bado unashikilia nywele, unaona za thamani, unashikilia mikorogo, unaona ni ya thamani. Nataka nikwambie, kila mtu Mungu kamuumba kwa jinsi yake. Wazungu wana nywele zao, Waafrika wana nywele zao, Waarabu wana nywele zao, na wewe kaa na nywele zako. Vile vile ridhika na ngozi yako ya thamani. Hiyo ngozi nyeusi ndio original wa wanadamu wote duniani. Wanadamu wote wametoka kwetu, au wazungu wametoka kwetu. Sisi ndio baba ya watu wote. Weusi ndio tuna uwezo wa kuzaa mweupe, mweusi na kadhalika. Sasa mama huyu aliposikia akajifunza, akaelewa. Ni kueleze na wewe unanisikia, jifunze kutoka kwake uelewe. Kama kanisa alifundishi kweli, alikuhubiri kweli, toka. Mwache yule mchungaji na kanisa lake, wewe toka, ili siku ya mwisho utakuwa na udhuru kusema mchungaji hakuniambia. Vitu hivyo mbinguni havipo. Unatakiwa kutafuta kweli kwa bidii yako yote katika jina la Yesu. Lakini jambo lingine anasema, mnamchukia mchungaji Robert nyinyi ni kwa sababu siku zote mtu anayesema ukweli lazima wamchukie. Sasa mchungaji Robert anahubiri injili ya kweli, na injili ya kweli imetuweka huru. Asante sana. Ngoja nikuombea. Bwana Yesu, mama huyu anashahidi siku ya mwisho. Asante kwa kumpa macho na ufunuo huu. Mbariki sasa Bwana, ukamondoe katika kila maradhi na magonjwa leo nayo, kama ulivyomweka huru katika mapambo, mweke huru katika maradhi na magonjwa. Kila mateso, kansa, ukimwi, mateso yote ya kifua, moyo, vikome. Pokea uzima kutoka kwa Yesu. Mbariki na mtoto huyu katika jina la Yesu.